Kuna mama siku moja alitoa ushuhuda kueleza vile ambavyo alianza kutumikia miungu msingi ya uzao aliyozaliwa ndani ya kwao, kutumikia shetani. Alianza akieleza alipokuwa mdogo alichorwa tatu kwa mwili kama angali mdogo, kuashiria amechaguliwa kumtumikia shetani kwa hiyo ukoo. Kwa kutumikia shetani ambavyo alikuwa anatumikia shetani, akasema mtu apakapo Cutex kwa mkono. Cutex ni kioo ya shetani kwa maisha ya mtu. Wakati mtu anang'ang'ana kuomba kila siku kila wakati, akieleza Mungu akaweze kumficha na maovu ya shetani, akaweze kumficha na mateso na mahangaiko na uovu wa shetani. Ila yeye anaomba Mungu amfiche, na yeye amechukua hiyo msingi ya shetani ambayo shetani anaitumikia kama kioo, amejiwekea. Nywele alisema inatumika kuwa mtu popote alipo. Unakuta mtu anaweka wivu au nywele tofauti tofauti kwa kichwa ya kala tofauti. Popote huyo mtu alipo, huwa anatajwa kwa msingi ya shetani. Haijalishi ako kwa nchi gani au mahali pagani, lakini anatajwa kwa miungu ya shetani, kwa utumishi wa shetani. Mungu, mwanadamu alipozaliwa wa kwanza, Mungu alipatiana ufahamu jinsi ambavyo watu watakuwa kwa mwonekano waishipo duniani. Shetani akataka mwonekano tofauti kwa mwanadamu, kutumikia mwanadamu. Msingi ni kama boma au kanisa au matendo au hata kunena. Msingi ni ile ambayo inatokea mahali hapo. Kwa mfano ya unaweza kuta mahali watu wanaishi, na vile wanaishi wako kwa amri au sheria au boma. Unaweza kuta baba alieleza tu kwa boma yake kuna vitu ambavyo vinafuatwa, au unaweza kuta mwingine anasema kwa boma yake kuna vitu ambavyo visifuatwe. Sasa unakuta anayetoka hapo akifika mbali anatoka hapo na hiyo msingi. Sasa unakuta hiyo msingi inatokea kwa hiyo boma ambaye anatokea ndani. Vitu zingine kuacha ni ngumu kweli, au kukatana nayo ni ngumu kweli. Kukatana nayo tena si rahisi. Angalau kama uko na watoto, au kuna wale watoto ambao unawatunza mahali, angalau hao usiwaweke kwa msingi ambayo neno la Mungu linakataza. Amri ya Mungu saizi na hata milele kuanzia zamani za Adam and Eve. Amri ya Mungu, au wengine wanasema sheria ya Mungu, njia za Mungu, mienendo ya Mungu, vile ambavyo inastahili mtu kukua mbele ya Mungu. Hiyo amri haibadiliki. Yesu alikuja kutusafisha na damu yake ili tuyatimize, tukaondokane na ambayo tulifungiwa ndani. Yesu kwa safari yake ya kutupatia ufahamu na kutufunua na kutufungua, bado alitufundisha tuzishike sana amri za Mungu. Amri za Mungu ziko karibu kwa kitabu, kwa neno lake, kwa verses tofauti sana, inayehesabika amri yake. Siku moja shetani alimjaribu wakati wa Yesu. Shetani alimjaribu Yesu, akamweka juu ya mlima, aruke kutoka juu mpaka chini. Hiyo ilikuwa kumjaribu. Yesu akatumia ujumbe ifundishayo, usimjaribu Bwana Mungu wako. Inamaanisha kuna yale ambayo Mungu aliweka
muhuri aliyoyanena, akayatuma kwa wajumbe, akaikusudia na iwe hivyo, ambayo mbele yake ibadilishwapo inakuwa kama kumjaribu Mungu. Na tunaelimishwa vile Yesu alikataa shetani asimjaribu kumjaribu yeye, amjaribu Mungu. Yesu alipita mtihani kwa kutimiza yeye kukua kwa ile msingi ya kutokumjaribu Mungu kwa vyovyote vile. Hata aone ya presentayo, yani ile ambayo inapresentiwa kwa maisha ya mtu kwa nia gani. Yeye alipita hiyo mtihani. Na ndani mwetu anakusudia tunapoishi duniani tusiyafanye mengine kwa kumjaribu Mungu. Tusiunganike na mengine au tusifate njia au kwa mambo mengine tofauti kwa kumjaribu Mungu. Kwa maana mambo mengine watu wanafanya kumjaribu Mungu. Wacha nifanye, unakuta mtu anasema tu wacha nifanye hii nione kama Mungu atanifanyia vile walisema. Unaweza kuta mtu ako online anafuatwa na watu maelfu, mamilioni. Inamaanisha kwa kila kona, dunia ni kubwa na watu ni wengi sana. Na Mungu yeye tu ndiye aliye na uwezo ya kutumikia njia yote ile ili kuokoa mioyo isiangamizwe bure. Mungu anapoangalia moyo, alimaanisha anaangalia moyo isikufe kuuliwa bure na shetani au isitumikishwe mtu anapoishi duniani kwa misingi ya uharibifu ya shetani. Hivyo ndivyo ambavyo Mungu alimaanisha kwa neno lake, anaangalia moyo. Haya yengine yatokea ama yengine mtu afanyayo ama yengine mtu ajivaavyo ni matendo. Mmeona vile ambavyo kuna longi imetokea, mtu nyuma ni makalio peke yake tu ndio inaonekana, makalio, yani mtu amevaa longi lakini ni makalio inaonekana. Hivyo ndio vile ambavyo msingi hii ambayo mnasikia ilianza. Mbele za Mungu kuna yale ambayo Mungu alipeana ufahamu ya hekima, heshima, muonekano mbele zake. Ustaarabu mbele ya wazazi, mbele ya watu kwa muonekano ya msingi wake. Na kubadilika na kufuata njia nyingine. Hivyo ndio ambavyo vitu zilianza polepole. Hata ambao walisema waezi, unakuta saizi walishaweza. Haya yote ambayo nimenena, ingekuwa tu sasa natumikia mimi ufahamu wangu kama mwanadamu. Kuambia ukweli mimi ningejiuliza kwa nini niwaambie maisha ni yao. Ufahamu Mungu alionipa, akanena akasema, zamani za kale aliumba Adam and Eve. Adam and Eve kwa misingi ambayo walipita njia tofauti. Madhara yaliyotokea hata kwa kizazi ya leo ndio inafanyika. Laana ambayo Mungu alinena atatuondolea ndio vile anaondoa. Tena kwa kutubu anaondoa kwa vile ambavyo mtu anatubu. Kutubu ni kama unakuta unawacha mambo yengine. Hiyo sasa ndio mengine kutubu. Kutubu iko kwa njia ya aina mingi sana. Sasa unakuta mtu anaweza fanya kitu akisema yeye anamaliza. Unakuta si hivyo tu, sio hivyo tu. Adam and Eve, kwa yote ambayo Mungu alinena juu yao ndio vile inatokea. Na unakuta yote ambayo Mungu alinena kwa neno lake, hakuna vile ambavyo itabadilika, itakuwa hivyo. Hivyo. Mungu alitengeneza msingi ya muonekano wake, vile ambavyo tuliumbwa tukiwa wadogo, tukiwa watoto kukua wakubwa. Pia shetani alitengeneza muonekano ya msingi wake, mtoto akiwa mdogo hata akikuwa mkubwa. Kuna mengine ambayo mtu anafanya, madhara yake yeye hajui. Na itokeayo, Mungu tu ndio mwokoaji anayeleta uokoaji kwa muonekano ya mafundisho yake.